muda huu kuna mwamba mmoja kafungashiwa virago na mwanamke wake. Yani ilikuwaje? Ilikuwa ni ile kwamba mwanamke na mwanaume hao walikutana tu katika harakati zao huko na nini, wakapendana. Sasa ikawa ni kwamba wakakubaliana waishi pamoja. Wakati huo mwamba alikuwa amepanga chumba chake sehemu fulani hivi. Bado alikuwa anajitafuta, hana vitu vya kutosha ndani kwake. Kulikuwa kuna kitanda chake na godoro pamoja na TV yake ndogo. Lakini pia sio tu hivyo, kulikuwa kuna kochi zake na nguo na vyombo vichache tu. Yani alikuwa kisela bado, mambo bado. Sasa kuna huko amekutana na huyu bibi ambaye ana hivyo ndivyo vitaje ambavyo jamaa anavyo, lakini yeye alikuwa amezidi zaidi, vya kisasa, vya gharama kubwa. Lakini pia amepanga chumba kizuri, kodi yake ipo juu kidogo, lakini chumba kizuri chenye hadhi fulani. Sasa walipokutana na kila mmoja kumpeleka mwenzie kwake, wakakubaliana kwamba kwa kuwa tayari wameshaishi kwa muda, kwa sababu ilikuwa wamekutana mpaka kujuana, wamekaa wamezoeana karibia miezi 3-4 hivi. Kila mmoja anapajua kwa mwenzie vizuri sana. Lakini mwisho wa siku ni kwamba wakakubaliana kwamba sasa ikibidi mmoja ahamie kwa mwenzie ili waanze maisha rasmi ya kuwa pamoja. Wakaona kutengana, kila mmoja kufanya jambo lake kivyake, inakuwa haina baraka na inachelewesha mafanikio yao. Kwa kuwa wana nia moja na nzuri ya kuwa pamoja na kuishi kama mke na mume, wateue sehemu moja ambayo itakuwa ni sehemu kwa ajili ya wao kuishi kwa pamoja. Mwisho wa siku wakakubaliana kwamba inabidi pale kwa mwanamke, alipopanga mwanamke pale ndio wakaanzie pale maisha, kwa sababu wamekubaliana kwamba pale ni sehemu nzuri. Na ni kweli ni chumba kizuri sana chenye ubora mzuri, lakini kuna furniture nzuri za yule bibie. Kwa kuanzia sio mbaya, wakaanzia. Hiyo ndo akili yao ilivyowatuma. Kweli mwamba alilazimika mpaka kuuza vile vitu vyake vingine, kwa maana ya godoro yake, kitanda chake, kale kakochi na TV ambako alikuwa anamiliki, akauza ili wakaendeleze maisha kule ambako amepanga yule mpenzi wake, yani binti. Basi mapenzi tena yako moto moto. Mwisho wa siku hakuna aliyeweza kuwashauri, kwa sababu haya yalikuwa ni mambo yao wenyewe binafsi. Lakini wakaanza maisha. Sasa wakaendelea na maisha, shetani akawa ameingilia kati, wakawa na gombana, kwa sababu kumbuke sio ndoa. Yawezekana hata baraka za Mungu zinakuwa hazipo, ukizingatia watu wenyewe sio watu wa kuomba, ni watu wa kawaida tu ambao hawajui, hawako kiimani kivile. Mwisho wa siku wakaanza kufarakana, kufumaniana na nini, kushutumiana kwamba unanisaliti na vitu kama hivyo. Ugomvi wa aina hiyo mara nyingi kwenye nyumba unahitaji neema ya Mungu mpaka watu waje wakae sawa sawa. Lakini wao hakuwepo mshauri yeyote ambaye angeweza kuwashauri kwa ukaribu. Kilichokuja kutokea ni kwamba ugomvi ulikuwa mkubwa sana. Ilifikia hatua kwenye hicho chumba kimoja, mmoja analala kitandani, mwingine analala kwenye kochi. Utaratibu ulienda hivyo. Mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni kwamba wakati wanaendelea na ile mzozano na nini na vitu kama hivyo, siku moja akaja mwanaume mmoja. Alipokuja pale, yule jamaa aliwasha moto sana. Yeye inasemekana kumbe siku zote hizo binti alikuwa anaishi pale, chumba kizuri, furniture zenye gharama. Kumbe jamaa ndo alikuwa ameweka pesa, yeye ndo alikuwa analipa kodi siku zote hizo, kwa sababu hao walikuwa wameishi hata mwaka walikuwa hawajafika. Jamaa alikuwa amempangishia binti pale, amelipa kodi ya mwaka mzima. Alikuwa amesafiri tu hapa katikati ya kuwepo, lakini inavyosemekana huwa anakuja pale mara moja na kulala pale kwa binti. Kabla hajasafiri alikuwa na taratibu hiyo au utaratibu huo, lakini aliposafiri binti akakutana na mwanaume mwingine, ndio wakawa wamedanganyana. Kilichotokea pale, mwamba alipokuja hakutaka kusikia hili wala lile, akaamuru kwamba huyo mwanaume anatakiwa aondoke hapo iwezekana haraka sana iwezekanavyo, vinginevyo yataibuka mambo mengine.
litatokea jambo jingine, varangati na nini, na jamaa kwake ameshauza vitu vyake, ameuza chumba, alirudisha, hana kitu. Kwa hiyo wakati varangati linaendelea, mwamba naye akiwa kwanza mbavu, bonge moja la jitu, jamaa hana la kusema, kila anayemwambia anamwambia wewe bwege, unaanzaje kuhama kutoka kwako na kuhamia kwa mwanamke? Naweza kusema hana msaada, ametimuliwa. Yani hivi tunavyozungumza katimuliwa. Sasa nikuulize ndugu yangu, kweli ni mapenzi, unapendana na mwanamke kweli, ndo utoke getoni kwako, yani uhame kutoka kwenye geto lako, uuze vitu vyako ulivyoanzia maisha ambavyo ndio vilikuwa vinakusave mpaka unakuja kukutana na huyo binti, uhame kabisa, yani uuze vile vitu kakae kwa binti? Kuna manyanyaso, kuna dharau. Si ajabu hata hizo dharau ambazo mwanamke alikuwa anamuonyesha mwanaume ni kutokana na kwamba mwanaume alionekana mpuuzi. Kwa sababu uwezi kwa unauza vyako ili ukaishi na binti, utaonekana una msimamo na ueleweki, una mwelekeo. Tujifunze, hili ni somo wanaume. Miliki vitu vyako, hata kama mwanamke utamleta halali chini, mwanze naye kwenye godoro chini ambalo umenunua wewe. Yeye umemchukua, umemleta nyumbani, anatakiwa heshimu vile ambavyo amevikuta pale. Vya kwake kama anavyo atajua yeye anapeleka wapi, hata kuuza kama atauza hiyo hela, afanyie mambo yake, hata usimdai. Fanya vitu vyako, anzisha vyako, mwanzie chini. Kama mtatafuta vyote wote kwa pamoja, mtafute mkiwa pamoja. Usiruhusu vitu vyake mkae navyo, yani ndio viwe sehemu ya mali zenu. Utalia baadaye na usiseme hujaambiwa. Leo hii nimeona nikusanue kutokana na story ya mwanetu kilichomkuta. Sio jambo la kufurahisha hata kidogo. Tujitathmini. Bwana, mimi naitwa Lungu TZ.